wale watu walianzia kule Ujiji wakaja hapa Mwanga kanisa la Moravian. Kwa hiyo wakati sisi tunaendelea kufanya jitihada mbalimbali ikawa inashindikana, ilikuwa ngumu. Na watu wenyewe walikuwa very strong. Tukaamua kutumia njia mbadala. Ndio ile nilikwambia mwanzo kwamba elimu ya uchawi hii abjadi niliyokueleza, tulikuwa tunaamini kwamba ni moja ya jihadi. Sasa ile elimu ndio itakiwa itumike kwa tuliitana itikafu msikiti wa Ijumaa Regeza Mwendo. Tulikuwa mashehe wengi wa wilaya yote ya Kigoma mjini. Tukakutana msikiti wa Ijumaa Regeza Mwendo, tukakaa itikafu kwamba tunafanyaje kuwazuia hawa wasiendelee na hicho wanachokifanya kwa sababu wanamkufuru Mwenyezi Mungu. Kukatokea rai mbalimbali usiku huo. Lakini tukateuliwa wataalamu 8. Tuliteuliwa. Miongoni mwa wateuliwa na mimi nilikuwepo. Na miongoni mwao ni marehemu sasa hivi, yeye kwa heshima alikuwa ni babu yangu kiukoo, Juma Njemba. Ni mganga maarufu sana pale Kigoma mjini, sasa hivi ameshafariki. Lakini alikuwepo pia na huyu aliyeniosha mimi uganga, Ustadhi Juma Swalehe, walikuwepo na wengine ambao sasa wameshafariki, kwa sababu tulikuwa 8. Tukaomba kwamba si kwamba sisi tulikuwa wajuzi sana, hapana, kulikuwa na mashehe wengine wakina Twaha, wakina nani wako leo mpaka leo wanaishi. Sasa tukaamuliwa sisi tufanye hiyo kazi. Na sisi tuliona ni kujitoa, hiyo ni pepo, ni mlango wa pepo Sheikh. Tukasema basi tupambanie hilo jambo. Lakini kukatokea wazee ambao ni wazee wetu wa mji. Wakasema vijana, ni kweli mmechaguliwa, lakini jukumu hili tuachieni sisi kwanza tulifanyie kazi. Hatutaitana mkutano mkubwa tena hivi, lakini tutawaomba baadhi ya mashehe ambao wanapatikana kwa karibu, watapata ripoti ya kazi tutakayofanya. Shughuli hiyo tuachieni sisi, tutakwenda kuifanya hiyo kazi kuhakikisha hawa watu ambao wanajifanya ni wahubiri wa Kikristo huku walikotoka yanarudi majina. Kurudi majina maana yake wafe. Sasa wakina mzee Karamtana, wakina mzee Abdurbal wakasema watalifanya hiyo kazi. Tukawachia ulingo wiki moja wafanye hiyo kazi. Walianza kufuatilia kwamba hawa watu watakuwa kwanza wamefikia wapi, kwa sababu wale wazee walikuwa wanga, walikuwa wachawi, yani wachawi kweli kweli, walikuwa ni vigagula wanaogopeka. Wakaanza kufuatilia sasa hawa watu watakuwa wamefikia wapi. Wakaambiwa kwamba wale watu watakuwa wamefikia Pefa. Kigoma kuna eneo linaloitwa Ujenzi, kuna chuo cha Kikristo kinaitwa Christian College cha Pefa. Wakahisi watakuwa wamefikia hapo. Usiku walienda kwa kuruka na nyungo. Walipofika pale kwenye chuo cha Pefa, kanisa la Pefa liko hapo hapo, hawakukuta hilo eneo. Waliona kuna jiwe kubwa sana, yani jiwe kubwa ambalo kwa Kigoma sisi tuna mawe kweli, lakini sio makubwa ya kiwango walichoona wao. Labda Mwanza hayo mawe yapo, lakini Kigoma hakuna. Waliona jiwe ambalo linatosha eneo la Ujenzi, eneo la zile nyumba za Pefa. Alafu eneo la pili kule mlimani wanaona kabisa kuna nyumba zingine, ila pale eneo la Pefa kwenye kanisa lile na chuo wanaona hilo jiwe. Wakashangaa sana. Kigoma mbona hakuna mawe makubwa ya namna hii? Na lile jiwe lilikuwa ni jeupe. Tunasema ni hajaril abyad, ni jiwe jeupe, kwa Kiarabu tunasema hajaril abyad. Wakaamua kurudi ile swalatul fajr, tunakutana msikitini. Wakasema bwana, tumeenda pale Pefa, tumekuta kuna jiwe kubwa hivi pale, kuna nini kimetokea? Sisi tukapinga. Nilikuwa mimi na Sheikh mmoja aitwa Abbas, tukapinga. Ile asubuhi ikabidi mimi nijipitisha kwenda kuangalia pale walichokisema ni kweli. Baada ya swalatul fajr saa moja kasoro nikapita, nikaona wanafanya usafi na majengo yapo. Nikashangaa hilo jiwe liliona wapi? Okay, awamu ya pili wakaenda kanisa moja la Anglikana liko sehemu moja wanapaita Rubengela. Walikwenda hapo, napo hawakuona kitu, ile waliona mlima mrefu sana. Waliona mlima mrefu sana umekwenda juu sana. Mzee mmoja wao akasema bwana, hebu tuchapie hapa. Inawezekana ukawa wameloga hawa watu. Wakachapa kwa usinga dawa wanayojua wao, ule mlima ukashuka, lakini ukafika level fulani ukasimama. Ikabidi waruke kwenda juu zaidi kuona kule juu kuna nini. Wakaona ni usiku, lakini waliona bahari, alafu waliona blue ya bahari kabisa. Ila kule mbele wakaona kuna mtu amesimama anacheza mpira danadana kwa maelezo yao. Ikabidi warudi swala fajiri, wao wakasalenda, wakasema jamani, matukio matatu hatari tumeyaona kwenye kuwafuatilia hawa watu. Tangu tuanze mambo haya hatujawahi kukutana na visa vya namna hii. Sisi tumesalenda, hatutaendelea na hii kazi. Kwa ikabidi tuingie sisi tuliokuwa tumechaguliwa, na wale wenzetu ambao hawakuwa kwenye kazi hiyo walitusupport kwa fedha ili tununue vifaa kwa ajili ya kufanikisha hiyo kazi, kwa sababu hakuna uchawi bila kafara. Lazima kafara zitolewe, na kafara zinanunuliwa kwa fedha. Kwa hiyo kila mtu ilibidi atumie ujuzi wake wa mwisho ili kuhakikisha anawaangamiza hao watu. Amini, hao watumishi wa Mungu, Simba Olanga, Danieli Mwankemwa na wenzake. Sasa
Sisi tukajipanga, tumefanya ile shughuli, haikuwa shughuli ndogo. Badala ya kufa wale watumishi wa Mungu, wakina Simba Olanga na kina Danieli, akaanza kufa mmoja mmoja kati yetu. Kwa kwenye timu yetu ya wataalam 8, walikufa wataalam 6 tulizika. Tuliosalia tulibaki vipi? Yaani mimi naongea na wewe nimebaki, leo nimeokoka of course. Nilibaki vipi? Huyo mwingine wa 7 alibaki vipi na mimi wa 8 nilibaki vipi? Wakati anatokea hayo madhila ya kufa, yalikuwa of course alikuwa anachukua muda. Mimi niliwaambia wenzangu, hili ni pigo, yale tuliyoyatuma yanaturudia kutumaliza. Hawakunisikiza. Sasa Juma Swalehe, mmoja yule alioniosha uganga, sasa tulikuwa naye kwenye timu, akaniambia, Hassan, nimegundua kweli na sasa haya madudu yanataka damu. Aidha nimtoe kafara mwanangu au nife mimi au baba yangu. Akaangalia kwenye family, akaona kumbe baba yangu ni mzee sana, bora atoke kafara baba yangu kuliko mwanangu. Akaniambia sasa inabidi ufanye mpango umtoe kafara babangu. Mimi ndio nikafanya hiyo kazi ya kafara. Okay, baada ya kumkafara baba yake ili apone, mimi nikamtoa kafara baba yake sababu hawezi kujiunga mwenyewe. Sasa ikabaki shughuli yangu. Baadaye mimi nikaanza kusumbuliwa ndotoni, Hasani, usipoacha uganga na imani ulionayo utakufa. Hapo ni muda mrefu sasa umekwenda. Mungu anapotaka kukuokoa anaweza kukupa nafasi kidogo ukahisi kwamba wewe ni mjanja sana, lakini ana lengo, anakutafuta mahali kwenye kona ukutane naye. Akaniambia usipoacha hiyo kazi ya uganga na imani ulionayo utakufa. Nilisumbuliwa na hizi ndoto kwa kipindi kirefu kwa sababu na yale mashetani yalikuwa yananionya, yananiambia ukiacha uganga na imani hii utakufa. Siku moja nimekaa peke yangu nikajiuliza, kama mashetani haya yanaweza kuniokoa, si angewaokoa rafiki zangu asife? Mungu alisema na akili zangu akaniambia, nenda kanisa lolote leo mbele yako, unifuate mimi, uokoke. Nikaenda kanisa moja. Sasa mimi nimesoma halu shubihati, masomo ya sharia na shahidi za Kiislamu. Najua hukumu ya murtadi ni kuchinjwa mpaka kufa. Nikaona niende kanisa la pembeni ya mji kabisa, nikawaambia jamani, nimekuja nataka kuwa Mkristo ila mnisaidie nisife. Kwa sababu tayari mashetani yanataka kuniua pia. Hiyo ndio ulikuwa mwanzo wa mimi kupata mwanga wa utukufu wa Mungu na kukutana na Bwana Yesu. Ndio njia niliyokutana mimi na Bwana Yesu. Kwa hiyo baada ya hapo nilipofika kanisa hilo wakanipokea, wakasema okay, piga magoti. Nikapiga magoti, wakaanza kuniombea sala toba, wakaniambia hautakufa bali utaishi. Haikuwa rahisi kwamba baada ya kuokoka tu kwamba nilikuwa nimevuka magumu yamekwisha. Unajua shetani huwa wakati tamaa. Kuanzia hapo nilianza kufuatiliwa, vita ilianza upya. Lakini namshukuru Mungu aliyenifanya hai mpaka leo. Leo niko hai, nahubiri, naendelea na maisha vizuri kwenye ufalme huu wa Mungu. Wamepambana sana kuniangamiza, kunishusha, lakini imeshindikana. Nasema asante Yesu, leo niko hai tena. Hivyo kwa wewe unayenisikiliza sasa, nikuambie kitu kimoja. Iko nguvu niliyokutana nayo, na nguvu hiyo ndiyo iliyonibadilisha. Kama sio hiyo nguvu ya Mungu aliye hai niliyokutana nayo, leo hao mashetani wangekuwa wamenimaliza. Hata wewe nguvu hiyo inaweza kukutembelea leo hii, ukabadilika, ukamwona Mungu na mashetani wasikumalize, ukawa mtu wa kushinda kwa sababu ya nguvu hiyo. Ndugu yangu unayenitazama sasa, kwa haya yote niliyoyapitia na kuyaishi, hata leo niko hapa, iko nguvu ya ajabu inayobadilisha. Imenibadilisha, imenipa kushinda. Ndio maana hata hao mashetani leo hawajanimaliza wala hawana tena kitu juu yangu. Hivyo hata wewe ninakuombea nguvu hiyo iwe juu yako ili ikubadilishe. Nilipita pagumu, lakini nguvu ile iliyonibadilisha ikusaidie na wewe ubadilike kwa jina la Yesu.